You're watching IBJM TV, home for all Christians. Biblia inasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, Amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe haya huyafahamu? Je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amin, amin nakwambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamkukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amen. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno. Soma maandiko yake Mwenyezi Mungu kulingana na vile ambavyo yalivyoandikwa na mtume Yohana. Yohana hakuandika mambo mengi sana, na injili yake haifanani na injili ya Mathayo na Luka na Marko. Yohana anapoandika anaandika kwa ukaribu sana, kwa sababu alikuwa mwandani wa Yesu, na ndiyo maana injili yake inatofautiana na injili ya hawa wengine. Hawa wengine wanaandika kwa mambo mengi, lakini wanaandika mambo mengine ambao hawakuwa present. So Yohana alikuwa mwandani kabisa wa Yesu, na hata mambo mengine aliyaona na macho. Hata jana tulipokuwa tukiongea, alikuwa mmoja wapo ambao walioona jasho ya Yesu ikibadilika kuwa nini? Ikawa damu. Praise the name of the Lord. Amen. Kati ya wale ambao waliosonga hatua kidogo ya kurusha jiwe alikuwa. Praise the name of the Lord. Amen. Bali Yohana hakuwa mwepesi sana wa kuzungumza kama Petro. Hata ukiangalia mahali papo Yesu ameenda mbinguni wakijificha, alikuwa, lakini hakuonekana sana. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini ukiangalia katika injili 3 za kwanza yake inaonekana outstanding, na ndio imetoa kile kifungu ambacho kimeweka msingi wa injili cha John 3:16. When you mention that even to the demons, they know what you are talking about. Ndiposa unaona ya kwamba hiyo ndio msingi wa injili ambayo tunayohubiri, kwamba kwa jinsi hii
Mungu akaupenda ulimwengu, hakupenda kabila, hakupenda misingi ya dini, hakupenda watu fulani, bali maandiko yanasema ya kwamba kwa jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu. Na haya maneno hayakutoka kwa Yohana, bali yalitoka kwa kinywa cha Yesu mwenyewe, akiwa anazungumzia mtu ambaye hakuwa anaamini. Katika mahali ambapo tumesoma Yohana 3, tumeona ndio Yesu anarasimisha mtu katika maneno, si kwa kupenda, lakini katika maneno anamwambia mara 3, amini amini na kuambia. Hiyo ingekuwa ni Mkisia angesema aki baba moja. Yaani anaapa, sijui kuni mnapanga aje. Haki ya ngai, haki ya Mungu nakwambia. Yaani ukisikia mtu amesema hivyo, yaani anasema hivi, anasema mpaka wengine wanaona wanafanya hivi. Kwa Nigeria wanasema tofia. Hiyo. Sasa Yesu akawa anazungumza na mwanaume ambaye kulelewa kwake na mafundisho yake yalikuwa kinyume na Yesu. Praise the name of the Lord. Nikodemo alikuwa Mfarisayo. Na hapa ninajua kwamba sisi wote ni Wakristo, lakini hatujui katika tofauti ya Mfarisayo na Myahudi. Hapa ndio pametajwa kwamba yeye alikuwa Mfarisayo, lakini ni kiongozi wa Wayahudi. Tofauti ya Farisayo na Myahudi ni kati ya hizo vitu mbili ni gani dini na ni gani kabila? Wafarisayo ni watu wanazingatia sheria ya Musa kwa ndani. Na Myahudi sifundishi leo. Tena kuna tofauti ya Myahudi, Mwebrania na Muisraeli. Na kati hapa tumezungumziwa juu ya Mfarisayo ambaye pia ni kiongozi wa Wayahudi. Na pia tutapata kwingine kuna waandishi. Alafu baadhi nyingine tunapata kuna sasa Masadukayo. Hawa watu wote walikuwa ni kikundi ambacho walikuwa wanapingana na sheria ambayo iliyoletwa na Yesu. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaamini mtu akitenda dhambi anakufa. Hawa ni wale watu ambao walioshika mwanamke wakasema huyu tulimpata katika njia ya usharati peke yake na mwenye walikuwa na yeye. Ni watu ambao walikuwa wanaamini ya kwamba mwanaume atendangi dhambi. You know getting. Hawa ni watu ambao waliokuwa wanajua wanawake ndio wanatenda dhambi na wanawake si watu. Kwa sababu ukiangalia wakati walipofanyia Yesu hesabu, Yesu akilisha watu 5,000, wanasema pasipokuwa wanawake na watoto kuhesabiwa. Kwa hivyo mwanamke alikuwa akikula hajahesabiwa kama amekula. Chakula imeliwa lakini haihesabiwi katikati ya watu. Kwa hivyo ukikuja wewe mwanaume na mabibi zako 3, wanasema ni mwanaume mtu mmoja alikuja. Sasa ndio maana niko hapa nakuhubiria uelewe ni kwa nini Yesu anamwambia amini amini na kuambia. Unajua watu wakuelewa ni njia gani Yesu aliteseka kwa sababu ya Injili. Ni watu wa aina gani alikuwa anazungumzia. Mwana wa Mungu alishuka na neema ambayo ingekubaliana na sheria. Huyu ambaye anayezungumza anatawalwa na sheria pamoja na ukoo. Halo. Chenye kinachozungumza ndani yake ni sheria na nini? Na ukoo. Mama ambaye unayenisikiza na wasichana ambao mko hapa,
Afadhali Mungu akusaidie sana usioleke na mume ambaye anatawalwa na ukoo. Mkifanya hivi kitu kidogo amekuitia wazee. Mkichinja kuku ukikula mgongo wazee. Kula imondo. Kidogo hivi kwa sababu ulikuwa umechoka kwa nyumba, ukilala tu by mistake uangalize kichwa mahali ambapo miguu inawekwa. Yaani huyu ndio yule mwanaume ambaye alikuwa naamini hiyo. Kwa hivyo alipopata alikuwa katikati ya ile watu ambao waliopata yule mwanamke akifanya nini? Akizini. Na kwa in the real sense niliwaambia hapa kwa kesha kwamba Mkristo mzuri ni mwenye anasoma maandiko kwa akili na pia kwa roho. That is what the foundation of reading the Bible is all about. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Meaning, apply common sense when you are reading the Bible. Yes. Don't read the Bible as a novel. That is an inspired word of the Lord. That is why people who misquote the Bible, they say, hata hakuna haja ya kuokoka, mwenye anaenda kanisa na mwenye aendi tunafanana. Hii ndio maana unaona watu wengine hata wanatoka kanisani hapo wanasema hakuna roho. Wanaenda mahali ambapo watu wana misuse Biblia. Wanaenda hivi wanasema nataka tuangalie ni maneno gani yanakusumbua. Wanafungua Biblia. Alafu wanasoma. Nataka nikuambie siku moja hiyo upumbavu yako itafanya ukufu. Utaenda ufungue Biblia, usome mahali ambapo wanasema na Judas akachinyonga. Wakusomea hapo na ndio shida zimekusonga. Utatoka hapo ukifikiria utafanya nini? So, the scribes and the Pharisees, mmoja wao akaepukana kikundi cha ndugu zake. Naomba ya kwamba mtu mmoja leo ambaye ametawalwa na ufarisayo atakubali kumwendea Yesu usiku. Amen. Mtu ambaye ametawalwa na dini, mtu ambaye ametawalwa na kiburi, aachane wengine, afuate Yesu akiwa peke yake, mwambie nimekuja wasinione. Kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kusaliti watu ambao mko kwa kikundi moja. Watu hawajajua ni kwa nini Nikodemo aliendea Yesu wakati wa usiku, kwa sababu wenzake walikuwa wamekula kiapo kwamba hatutamkubali huyu Yesu. Alienda kinyume na makubaliano ya watu wa ukoo. Alienda kinyume na makubaliano ya watu wa dini. Wacha nikwambie wapendwa, kama kuna kitu kinaweza kukuangamiza katika maisha haya, ni kitu kinaitwa ukoo na dini. Dini iko na uzuri wake na iko na shida zake kubwa kabisa. You can pretend to be religious but you are not saved. Hello. Unaweza kuwa mdini mzuri, nafunga kora kama mimi, navalia kitambaa cha blue wakati wa mikutano ya wamama, lakini wokovu ambao wakuambiwa amini haujawahi amini. Bishop akisema leta sadaka, uko na kitambaa na kora, lakini sadaka vae nini? Uleti, kwa sababu dini. Nikodemo akaasimu moyo wake na akamuita Yesu kwa majina yake. Hakumuita Yesu, akamuita Rabii, maana yake mwalimu, kwa sababu aliamini ya kwamba Yesu alijua maneno yenye yeye ajui. Nikodemo alikuwa kiongozi wa Wayahudi, alikuwa mfarisayo, lakini akakubali kufundishwa mafundisho mapya. He was a leader.
he knew the law. Unapata Yesu anamwambia pia wewe ni mkubwa wa Mafarisayo na uyafahamu haya. So it doesn't matter how many years you are married, you may miss the points about marriage. Sure. Unaweza kuwa uko na maneno, umekaa katika hiyo huduma miaka mingi, but you don't understand the secrets in Christianity. The only thing that you do is counting days. Mahali ambapo nimetoka kuna wamama na wasee wakubwa. Ukifanya makosa wanakuita. Wakitoa ushuhuda Stella waanzi venye sisi tunatoa ushuhuda. Nasikia tu wanaanza mimi niliokoka mwaka wa 1975. Hiyo pekee yake imekumaliza. Sasa mtu kama aliokoka 1975 na wewe ni mtu ambaye umekuzaliwa 89, utamwambia nini juu ya wokovu? Hata kutolea ushuhuda akisema mimi ndio nilitoanga uwanja wa hii kanisa. Wakati nyinyi mlikuwa mchasaliwa, tumetoka na huyu Yesu mbali. Kwa hivyo vijana mnyamaza kimya. Hiyo ni njia moja ya kukwambia ya kwamba yeye alijua Yesu mbele yako. Siku moja huyu mwanaume akatuliza kiburi chake na akasema lazima nijue atakana kwamba tumekaa katika kikundi chetu yale miujiza ambayo Yesu anafanya hatujaiona pande hii. Accept. Hii mambo yenye unakuanga hapa kanisani lakini unakimbia nyumbani makumbusho. Mtu akikufa unasema bishop niombee. Tunakuombea maombi ya unafiki, kumbe mmeenda kuchinja kafara usiku. Ushindi wa mfululizo. Amen. Hamwezi sema amen kwa sababu mnaenda kama makumbusho. Mnafanya makafara na bado mnakuja kwa madhabahu. Mnachinja kuku usiku. Unasema na mnapitisha maandiko katikati, mnasema ya Kaisari ya Kaisari. Mnachinja kondoo. Kondoo inasunguka watoto. Na sisi hapa tunakuja kukuwekea mikono watoto wapite mtihani, na madhabahu ya Kifarisayo yalitangulia. Huyu Mfarisayo akasema nimetumika vibaya for the longest time. Sasa mimi sitaambia hawa wenzangu kwamba ninaenda kumkutana na Yesu. Nitafanya shauku katika moyoni mwangu. Nitafanya uamuzi peke yangu. Nitaenda usiku. Praise the name of the Lord. Amen. Nitaenda niongee na huyu Yesu, anipatie siri za haya ambayo anayoyatenda. Sijui ni jambo gani ambalo umelitenda kwa muda mrefu, unaofia ukisema kwenu watakufukuza. Kama sisi ya watu ambao tumeoa kabila ambao si ya kwetu, si kazi rahisi. Acha nikwambie, si kazi rahisi. Ukijaribu kupeleka bibi nyumbani wakwambia no Robux. Kama si Robux hapana, si. Hiyo ukipeleka mruya wewe mkapa mruya. Hapana. Huyo hawezi kuwa. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna mambo huyu jamaa aliangalia na Yesu akamwambia ya kwamba wewe umekaa katika hiyo dini, umekaa katika sheria, umekaa katika kusoma maandiko, na haya maneno ambayo nayokuambia, je, au yafahamu? Kuna maneno aliyomwambia mwisho ambayo ninayomalizia. Unajua mimi ninataka kumaliza mahubiri tumkule mbele ya Bwana. Anamwambia hivi, kama uwezi olewa mambo ya duniani, mambo ya mbinguni hautaelewa. Kuna watu hapa wanakimbizana na kuongea na ndimi na bado wako na shida za ulimwengu hapa. Wacha tu nikwambie ukweli peupe mchana wa leo, kama hujaelewa mambo ya duniani, ya mbinguni ni ngumu kuelewa. Mambo ya kupenda Mungu hujawahi ona, na ni picha tu ya msungu umeweka kwa ukuta, unafikiri ni Yesu. Ni kazi ngumu, utachoka kupenda msungu akiwa kwa ukuta kama upendi mtu ambaye unaona. Hayo ni mambo ya duniani hapa.
Hiyo ndio picha mweka kwa TikTok eti Yesu. Niliona TikTok imeleta AI kingine eti Yesu anahagi mtu. Na unaimba nyimbo za machozi hapo. Kama hautalia kwa sababu ya wenye dhambi, unalia tu ya msungu akikuhagi kwa TikTok, bado mbinguni ni mbali. Ni ngumu. Watu tumekaa kanisani, ukiona mtu mwingine anatokea pale na uchi, unapitia mlango hii na unasema mbinguni unaenda. Mbinguni sio Sinyereri. Mbinguni sio Kapsuse huko kwetu Matongo. Mbinguni ni mahali ambapo Yesu amesema hakuna yoyote atakayezungumza mambo ya mbingu isipokuwa mwana wa Mungu aliyetoka huko mbinguni. Hallelujah. You cannot lead people to heaven unless and otherwise you have the experience of heaven. Hallelujah. You cannot teach people about Christianity until you understand the power of the cross. You cannot teach people to love God ambaye hawajawahi muona, and in the really sense the seed of love, it is not in you. Yesu akamwambia hii mambo ya mbinguni wachana nayo. Kama uelewi yeye anakuambia ya hapa. Yesu akamwambia sisi tunazungumzia mambo mengine tuliyoyaona. Na mengine tuliyoyatenda. Praise the Lord. Mengine alikuwa anamwambia ya kwamba usianze kuniona kama mwana wa Mungu. Saa hii wacha tuongee kama watu. Hii ingine hutaelewa. Hautaelewa. There are some people are fighting in life and things are not working because they are waiting for Jesus to come. Let me tell you, kuna watu hapa kwa sababu kama haujafunuliwa penye Yesu atakuja, kuna watu watatoroka. Yes. Okay. For a simple illustration naweza kuuliza hivi. Huwa tunaomba Mungu atubariki, si ndio, na pesa? Tutaomba Mungu apanue mipaka yetu. Okay, mnajua process ya kupanua mipaka ni kanakaje? Ukiomba Mungu nisaidie, niinue, huwa tunaimba hiyo, tunaomba. Hata ukisikiza maombi, unajua mimi ni mchungaji nasikiza maombi yenu hapo mkiomba. Mungu panua mipaka yangu. Do you know the process Mungu upita kupanua mipaka ya mtu? When we pray, Mungu nisaidie na pesa nichukue watoto shule. Una expect Mungu atembea kutoka Kalinde apitie hapa kae basi akiwa na pesa akupe? How do you expect to receive? Praise the name of the Lord. Amen. You know, unless you understand the formula ya kuapply perpendicularly, ni perpendicular ama ni horizontal? Horizontal. Ndio uelewe nini ya kwenda? Hii kwenda vertical. Vertical. Yani mlienda shule na hii ni vertical. Ndio. Hii ni horizontal. So lazima uelewe formula ya horizontal ndio upate kuelewa nini formula ya vertical. Sasa nyinyi mmeconcentrate ya di vertical ni hapo kwa Yesu siku moja akasema sana. Yesu siku moja akasema hata hao wazinzi ambao mnaopigia kelele hapa na hao wanyang'anyi watawatangulia katika ufalme. Na hata mkumbuke kuna siku moja mwizi alikuwa kwa msalaba. Mmoja akakuwa na kiburi na mwingine akanyenyekea. Akamwambia amini na kuambia leo katika ufalme wa mbinguni. Na unajua huyo mwizi alitangulia Nikodemus. Pendo gani? Nikodemo na Paulo na Judas na hao wengine wote walikuwa hapa duniani. Yesu akisulubishwa msalabani akapatana na wakosaji wawili. Na wakasulubishwa pamoja na yeye. Na hata wakati hawa kina Masadukayo na Mafarisayo wakiletwa, walisema fungua mwisi mmoja hadi yule jamaa akufa akie. Lakini mwisi mmoja akamwangalia akasema kweli mimi ninastahili kufa kulingana na dhambi zenye niko nazo. Lakini huyu hana hatia. Na akaomba ombi moja fupi.
Let me tell you, katika maisha ya Ukristo ustahili kustruggle na vitu mingi ni kuomba maombi ya imani. Akamwambia unikumbuke. No. Tutakula pamoja na mimi wapi? Paradiso. Praise the name of the Lord. Kitu ambacho kimefanya Wakristo wengi tunateseka ni kiburi. Cha kutokubali kwamba mimi nimepotea, sasa Mungu nimekuja nionyeshe njia. Tunaenda mbele za Mungu tukiwa na kiburi chetu cha mahali ambapo tumetoka. You go before the Lord and yet you want to introduce yourself to God. Mungu, Papa, unajua mimi ni mchungaji. God knows whether you are right or you are not right. Praise the name of the Lord. Now, the only thing that Jesus was teaching in Nicodemus, he was teaching him to have a good relationship with other people. Praise the name of the Lord. Akamwambia, mambo ya mbinguni mimi ndio nitakufundisha, lakini kwa sasa lazima ujue vile ambavyo utaelewa mambo ya ulimwengu huu. Mambo ya ulimwengu huu ambao Yesu alikuja. Alitoka mbinguni akakuja katika ulimwengu. Ndio unaona anamsomea sasa, anakuja kumwambia mambo ya John 3:16. Akamwambia the reason as to why Jesus left the kingdom. You know, he was the son of the king. And the Bible says he was already seated in the right hand of the Father. So he had authority. Just imagine the Son of God with all the authority anakuja kuvumilia kutolewa na mtu ambaye anachovya mkate kwa nini? Hii ambayo tunashiriki leo. Mtu ambaye ako na mamlaka. Yesu angeguruma tu, Judas angekufa hata hiyo mkate angeimeza. Angetapika yote hiyo mkate. He had the power. The Bible says, although he was the Son of God, he humbled himself up to death. How many of us in the church of God today who are ready to humble themselves? Hata kana kwamba watu wamekusema na si hivyo, you are ready to humble yourself. Yesu Kristo walimuita mkuu wa mapepo. Wakamuuliza, wewe ndio mwana wa Mungu? Akamwambia yule, wewe umesema. Je, imagine kama wewe ndio how do you introduce yourself? Unasikia tu anasema, do you know me? Niliona kasichana kingine kaligonga gari ya wenyewe kabisa. We, you know who I am? Do you know me? If you are connected to somebody's spirit, do you know me? Do you know where I work? Do you know me? Do you know me? But Jesus Christ never said, do you know me? Never said, do you know who I am? He never bragged about his position. He never compromised the chance to share the good news. All the time, he remained to be humble. Praise the name of the Lord. Wamama wangapi hapa wako wanyenyekevu katika manyumba? Hello? Ni wamama wangapi hapa wananyenyekea wakati wanaona mzee ametumia mama yake pesa? Na unanyenyekea bado unapika. Na unamwambia mzee kula. Ama hiyo siku ni unafura kama chura imeona kuku juu ya shamba. Na unalala na blanketi unajikunja kama mtu ambaye anataka kwenda kuona mwizi. How many of us who can humble themselves when the storms are around you? How many of us? How many of us? How many of us unaweza kuvumilia wakati mtu amekusema vibaya na unamkuta ndiye anakuja kukopa kwako na unampatia bila kukumbuka? Kama unasema ndio Mungu amekupatia nafasi ujilipishie kisasi. How many of us can wear the garment of Jesus? Watu ambao bishop, watu ambao waliotafuta kumuua Yesu ndio wamekuja kukuwa wanafunzi wake. Angetumia hiyo nafasi ya kumuua Nikodemo. Angemwambia sasa Petro, ile kisu yako malizana na huyu. Sasa huyu amejileta. How do you treat your enemies when they are under your grace? Praise the name of the Lord. Amen. Maadui zetu tunawatreat aje wanapokuja kutafuta msaada kutoka kwetu?
Your mother-in-law at some point rejected that you are not supposed to get married to that family. Na sasa amegonjeka, anakuja Nairobi na anakuja kuishi kwako. Melanina, endelea, ninasiri, kutembea, audio, yasikie, Bwana unipandishe, ewe Bwana uninue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, ewe Bwana unipandishe. Wakitunga hiyo wimbo walijua kuna milima. Milima ya kwanza ni kupata maadui zako wameingia katika maeneo yako ya vita, na wewe ndio uko na silaha za kuua. If you want to know about this, ask David. At some point, Daudi, Mungu aliweka Saul katika mikononi mwake, na anajua tu huyu ndio mtu anastahili kufanya nini? Kuniua. Na akamwambia David, you know, ndio ifike kwamba Daudi, Mungu anasema a man after my own heart. It is not that David was righteous. You are not getting. It is not that David was righteous. By the way, ukiangalia katika nyumba ya Daudi, mambo yaliyotendeka pale, hangehesabiwa haki hata siku moja. Angeweza kuhesabiwa watoto wanaharibu vitu zako. Amnoni na Tamari ndio hao, Absalomu ndio hao, wengine wanataka kupendua serikali. Ukiangalia yani mambo machafuko, Daudi ndio huyu na Bathsheba, Daudi ndio huyu na Abigail alikuwa na huko. Lakini at the end of the day unashindwa Mungu anasimama wapi? Anasema this is the man after my own heart. Do you know what pleased the Lord with David? David knew his mistake and he was ready to humble himself. Halipopatikana na kwamba ameletewa ujumbe na nabii, akaambiwa na mtu akiwa na kondoo 200 ama 3, alafu na mtu mwingine akuje apate mwingine akona kondoo moja, hakujua ni yeye. Akaambiwa na huyu mwenye akona kondoo 3 akuje anyang'anya huyu moja, achinje. Huyu mtu anastahili kufanywa aje? Daudi akajinguma, akasema na huyo mtu anyongwe mchana saa 6 na akufi. Akaambiwa na sasa huyo mtu si mwingine bali ni wewe. Huyo mtu wa kuua yule nabii. Daudi aliingia, akalia, akafunga na kuanza kuomba. Akakubali, I have sinned, nimekuwa mkosaji. Praise the name of the Lord. Even David accepted the chastening of the Lord. Akakubali kupigwa na Mungu. Wakati yule mtoto wa ambaye waliopata na Bathsheba alipokufa, kinyume na Wakristo wa sasa, wakati mtoto alipokufa akaamuka na akasema nipe chakula nikule, nimekubalika mbele ya Bwana. Wakati mwingine tunapopigwa na Mungu ndio tunahama kanisa. Lakini Daudi hiyo ndio ilikuwa inamsongeza mbele na Mungu. You're watching IBJM TV, home for all Christians.